Hizi ni habari za dunia. Marekani imekuwa ikiandaa operesheni ya kijeshi dhidi ya Irani na imepeleka vikosi vikubwa Mashariki ya Kati. Kuna taarifa kuwa mashambulizi yanaweza kulenga vituo vya kijeshi, miundombinu ya nyuklia, hata serikali ya Irani. Hii inaonyesha hali iko hatua ya juu sana ya hatari. Marekani ilitoa masaa 48 kwa Irani kufungua mlango wa Hamas. Irani nayo ikasema, tukishambuliwa tutalipiza kwa kushambulia miundombinu ya Marekani. Hii ni sehemu muhimu sana duniani kwa mafuta, hivyo mgogoro hapo unaweza kuathiri moja kwa moja dunia nzima. Kuna mashambulizi yanaendelea ya makombora na drones, mashambulizi ya baharini karibu na UAE, tahadhari ya mashambulizi ndani ya Marekani. Hii inaonyesha vita tayari inaendelea kwa njia zisizo za moja kwa moja, proxy war. Marekani na Israeli wanatajwa kupanga kudhibiti anga ya Irani, kuharibu silaha na makombora. Hii ni hatua ya kijeshi kubwa sana, kawaida hutokea kabla ya vita kamili. Bei ya mafuta hapa itapanda kwa kiasi kikubwa sana. Usafiri wa ndege unaweza kuathirika. Hata michezo kama World Cup 2026 imeathirika. Maandalizi ya vita yapo, mashambulizi madogo yanaendelea. Hali inaweza kulipuka muda wowote. Kwa kifupi, ni kama dunia ipo sekunde chache kabla ya vita kubwa kati ya Marekani na Irani. Swali kubwa ni lipi? Swali kubwa ni nani ana nguvu zaidi za kijeshi kati ya Marekani na Irani? Je, hii inaweza kuwa vita ya tatu ya dunia? Ukweli ni kwamba Marekani ndiye ana nguvu kubwa zaidi ya kijeshi duniani. Bajeti ya jeshi lake ni zaidi ya dola bilioni 800. Teknolojia ya hali ya juu, jets za kisasa, satellites, cybers na warfare. Ina ndege za kivita kama F-35, meli kubwa za kivita, aircraft carriers, silaha za nyuklia. Ina vituo vya kijeshi duniani kote. Kwa kifupi, nguvu ya wazi, direct power. Irani si kubwa kama Marekani, lakini ni hatari sana kwa mbinu. Bajeti ndogo ukilinganisha na Marekani, lakini ina makombora mengi, ballistic missiles, drones za kivita. Vikundi wa shirika proxy group Mashariki ya Kati wana uwezo wa kufunga mlango wa Hamas kushambulia vituo vya Marekani kupitia washirika wake. Kwa kifupi, nguvu na mbinu, seismic war. Marekani ana nguvu zaidi wazi. Irani ana uwezo wa kusababisha uharibifu mkubwa kwa njia ya pembeni. Vita ikianza, Marekani anaweza kushinda vita ya wazi, lakini Irani anaweza kufanya vita iwe ndefu, ngumu na ya gharama kubwa sana. Irani ana uwezo wa kupigana vita zaidi ya miaka 20. Swali, je, hii ni vita ya tatu ya dunia? Jibu la ukweli, bado sio, lakini inaweza kuwa. Hebu tuone kwa nini inaweza kuwa world war, vita ya tatu ya dunia. Kama Urusi itaingia upande wa Irani na China itaunga mkono Irani, Israeli itaingia vita ya moja kwa moja, nayo Ulaya, NATO itaunga mkono Marekani. Hapo ndipo vita vitageuka kuwa vita vya dunia vya tatu. Kwa sasa, kwa nini bado sio vita ya tatu ya dunia? Kwa sababu nchi kubwa zinaogopa silaha za nyuklia, uchumi kuanguka. Vita bado ni indirect, proxy war, vitisho na mashambulizi madogo. Hii siyo vita ya dunia bado, lakini iko karibu zaidi kuliko ilivyowahi kuwa kwa miaka ya hivi karibuni. Na hii ni Ndui TV. Usisahau kusubscribe, like